Sorry. Gloria! You burnt my dress. Gloria! I'm sorry. I'm sorry. Hey. Bwana, movie letu linafunguka bwana. Mfanyakazi wa kuitwa Oma kapigwa kibao na bosi wake wa kuitwa Gloria. Ghafla mumeo anaingia na kuuliza kuna nini hapa? Kaunguza gauni langu, lakini hakufanya kusudi. Hata kama unaenda wapi? Hakuna kwenda sehemu yoyote. Yaani umeunguza gauni langu afu unataka kuondoka? Bwana, mzigo umekaa poa sana. Kana mpaka mwisho wa mzigo huu. Tafadhali subscribe hapo chini na ubonyeze alama ya kengele ili uwe pamoja na mimi katika recaps zingine. Toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Unaangalia kutoka wapi mzigo huu? Twende pamoja sasa. Hapa tuko nyumbani kwa boss lady mmoja hivi wa kumuita Gloria. Asubuhi kapumzika, mfanyakazi kamletea chai. Chai nilikwambia ulete muda gani na wewe umeleta muda gani? Samahani madam, nisamee. Umekuja kwenye hii nyumba makusudi ili ufanye makosa makusudi ili uombe samahani. Nimechoka na hilo neno samahani, sitaki kulisikia tena. Binti ana la kujibu, yeye kakaa tu na kuomba msamaha. Akamwagiwa chai ya moto aloleta mwenyewe. Hawa maboss lady bwana, wana mambo bwana, sio mchezo. Ghafla mumeo anaingia, anauliza kuna nini? Bidada akasema ongea na mfanyakazi wako bwana, sitaki kujaribiwa kwenye nyumba yangu. Tunakuja siku nyingine tena, bidada kaandaa msosi pale juu ya meza. Ghafla bosi wake akaingia, akaanza kuanzisha farangati kama kawaida yake unavyomjua bwana. Kampa kibao mfanyakazi wake, kisha akaondoka. Mke wangu haitakiwi kuchukua maamuzi kama hayo. Sawa, amefanya makosa, ndio umechukua uamuzi wa kumfukuza. Kwa hiyo nifanyaje sasa? Huyu ni binadamu, sio roboti, kwa hiyo anaweza kukosea na kupatia. Yote hayo yanatokea kwa binadamu. Madam boss kakaza bwana yule binti aondoke, yani hataki kuelewa. Binti kabeba begi lake bwana tayari kwa safari, kaongea na bosi wake pale afu akaondoka. Mchizi kaingia ndani ana mawazo kinoma, akaanza kulia. Anahuzunisha kweli, yani mpaka machozi anamtoka, machozi ya hasira. Akaanza kumwomba Mungu, Mwenyezi Mungu, nimechoka na kila kitu kinachoendelea humu ndani. Siwezi kuona familia yangu inateketea na siwezi kumwacha mke wangu, bado nampenda sana mke wangu. Sijui nifanyeje, Mwenyezi Mungu nisaidie. Huku upande wa pili tunamuona boss lady Gloria na yeye akiwa na mawazo, anawaza yake bwana. Ana kisilani huyu. Siku nyingine tunamuona mchizi katoka kazini karudi nyumbani. Nyumbani pamekaa ovyo ovyo, hakuna mfanyakazi. Boss lady akiletewa wafanyakazi kila siku, yeye kazi ni anawatimua tu, anawafukuza tu. Ikabidi arekebishe vile viti bwana. Anaangalia jikoni pamenuna, yani hapajapikwa kitu. Anaingia chumbani anamkuta mkewe bado kalala. Mchizi akaamua kuingia jikoni mwenyewe leo, akapika chakula. Alivyomaliza kupika chakula akamwamsha mkewe na akaanza kumlisha, yani kumpikia mpikie na bado kumlisha, anamlisha tena kwa kumbembeleza. Kweli hii ni noma. Leo tunaona kaingia mfanyakazi mpya hapa ndani. Unaitwa nani? Naitwa Adana. Hivi ushawahi kufanya kazi kama hii kabla? Ndiyo, tena nyumba 2 kabla ya hii. Akamuuliza tena, kwa nini uliacha? Huyu mama na maswali kama kituo cha polisi. Nilimaliza mikataba yao. Baada ya maswali mengi ikabidi amruhusu kwenda jikoni akafanya usafi na kuandaa vitu vya chakula. Sio muda mrefu ikabidi amfuate jikoni, akaanza kumtolea maneno yake kama unavyomjua bwana huyu mama boss lady kisilani. Kamfuata paka jikoni, kaanza kumpa mineno, kampa mineno. Binti kajishusha tu anamsikiliza, anamwangalia tu. Muda si mrefu binti kabidi amfuate huyu mama. Akaona bwana huyu mama anataka kunipanda kichwani. Yaani nimejishusha, nimefanya kila kitu kwa ajili yake ili kazi iende vizuri. Afu bado ananiona mjinga. Ngoja nimtolee uvivu leo huyu mama atanikoma. Bidada alimchamba yule boss lady mpaka akaishiwa maneno, akaishiwa pozi, akabaki mdomo wazi, tukabaki anamshangaa. Bidada akaondoka bwana. Tunamwona mchizi kaamua kufanya usafi mwenyewe kwa sababu nyumba haina mfanyakazi na mkewe hawezi kufanya kazi. Hii ni siku nyingine bwana. Tunamuona bidada hapa anaitwa Oma kaingia ndani ya hii nyumba na kusema kapewa maelekezo na mama yake yule boss lady aje kwenye hii nyumba kama mfanyakazi. Tunamuona bibie Oma yuko anafanya usafi hapa. Wakati anafanya usafi, boss lady yani bosi wake yule bibie Gloria yuko juu anamwangalia. Oma alipomuona ikabidi aanze kujielezea sasa. Za asubuhi madam, mama yako kanituma nije kufanya kazi hapa. Naahidi nitakuwa mfanyakazi mtiifu. Tunamuona bibie Oma kamfuata bosi wake. Nishamaliza kufanya usafi. Sijui nikakuandalia chakula madam. Madam alimjibu. Bibi Oma akaondoka. Madam kaandaliwa chakula. Kwenye kula sasa ndo mtihani, anaanza kuleta malingo yake. Huyu mama bwana ana mambo. Namuona bibi Oma akiwa jikoni anajimbia huku analekebisha mambo. Ghafla bosi wake bwana akamfuata mpaka jikoni, akaanza kumwambia, "Mbona unapiga kelele? Kelele hizo zinatoka wapi?" "Samahani madam, sikujua kama upo maeneo haya ya karibu." Huyu mama na masharti bwana. Yaani kibongobongo hapa sijui nimpe nani. Bibi Oma mfanyakazi mtiifu kaleta chakula mezani, kashawaandalia. Sasa yupo anamwekea maji bosi wake, boss lady bwana huyu mwenye makasiriko. Ghafla
Huyu mama akaanza kumtolea maneno yake machafu. Hii harufu inatoka wapi? Mbona unanuka kama mbuzi? Hujui perfume binti au unaoga unatumia sabuni gani? Wasi binti mkubwa kabisa, inatakiwa uwe unaoga unatumia sabuni nzuri ya kunukia na perfume huo unapaka. Na kushangaa binti, msichana unanuka kama mbuzi. Hapo baadaye mumewe Gloria kabidi amfuate Oma na kumwomba msamaha kutokana na yale maneno ya mkewe aliyomdondoshea muda ule wakati wa chakula ndani. Leo mchizi tunamuona karudi na vijizawadi vidogo kwa ajili ya bibie Oma, viperfume na nini, kutokana na yale maneno aliotolewa kwamba hatumii perfume wala hatumii sabuni nzuri ya kunukia. Sasa leo mchizi kama kumletea perfume na hivyo vijisabuni, lakini bibie kawasha moto bwana. Boss lady mwenye makasiriko, mwenye kisilani, kawasha moto mndani. Hiyo hela uliotumia kumnunulia hivyo vitu nitaikata kwenye mshahara wake. Tunamuona mchizi hapa, yule mumewe Glory bwana, boss lady mwenye kisilani, yupo anaangalia movie bwana. Ghafla Oma akaja akasema, bwana napenda sana hizi movie. Yule mtu anaigiza pale ni favorite actor wangu, nampenda sana. Mchizi bila yana ikabidi amkaribishe. Sasa karibu bwana, njoo tujumuike pamoja tuangalie movie. Si ndo ghafla boss lady katokea, bibie Gloria alivyowasha moto pale, sikwambii, akaanza maneno yake bwana kwa bidada hapa. Kama unavyomjua, kamtolea maneno, kampa mineno. Bidada ikabidi afukuzwe na atoke. Mchizi kikitu kilimuuma sana, kilimkela kinoma, yani hatari sana. Bibi Oma anafanya kazi katika ile jumba ni kubwa, alafu mfanyakazi yuko mwenyewe peke yake na anafanya kazi bila kupumzika. Sasa leo tunaona yuko hapa kwenye kikiti kakaa, alikuwa anafanya shughuli zake za kuchambua mchele bwana. Unajua mchele ya washua, michele ya biliani. Sasa katika harakati za kuchambua mchele, bibie ikabidi asinzie kutokana na alichoka sana. Huwa anafanya kazi na anachoka sana. Boss lady ikabidi aje bwana. Boss lady alivyomkuta bibie kasinzia pale, wacha anze kumfokea, kwani bado hajamaliza kuchambua mchele paka sasa hivi Mumewe Gloria akaingia, ndo akamsaidia bibie Oma, maana anafanya kazi tu muda wote, kula hali wala kupumzika apumziki. Akila ni mara moja sana, akikutwa anakula. Boss lady anamwambia bwana aache kula, afanye kazi, asipende sana kula. Huyu Oma bwana anafanya kazi muda wote bwana, yani akitoka kwenye kazi hii anaingia kwenye kazi hii, akitoka kwenye kazi hii anahamia kwenye kazi hii bila kupumzika bwana, mpaka akaanza kujisikia vibaya. Anaamua kumweleza bosi wake kwamba anaumwa. Bosi wake anamjibu vibaya, ni shida tu humu ndani, yani bibi anapitia mateso huyu. Bibi Oma ni mgonjwa, leo kapewa kazi ya kunyosha gauni la bosi wake bana. Si ndo akajisahau akasinzia bana, gauni la bosi wake likaungua, na ile ilikuwa ni pasi ya umeme, yani ukiweka kidogo tu imegusa, achia twende kwao. Boss lady Gloria akafika hapa bosi wake. Oma, kwani umelala hapo na hujasafisha chumba cha wageni? Madam, sina nguvu ya kusafisha nyumba nzima, najisikia naumwa, nimechoka, najisikia vibaya. Ile kuangalia hivi ndo akakuta gauni lake linaungua bwana. Acha badilike bwana. Muda huo akageuka mbogo. Alimpa kibao Oma, Oma hajakaa vizuri, akaongezewa kibao kingine. Muda huo mumewe akaingia. Mumewe kuingia ndo akamsaidia Oma, akamchukua na kumweka kwenye gari, akampeleka hospitali kwa sababu Oma alikuwa anajisikia vibaya sana. Oma alikuwa anaumwa toka muda mrefu, lakini akimwambia madam, yule madam anamkazia na kumwambia endelee kufanya kazi. Yesu ala kuumwa halimuhusu. Walivyoenda hospitali bwana, huko boss lady akawa anasubiria nyumbani kwa hamu, yani kakaa mlangoni kwa hamu, anakuwa anasubiri tu waingie. Akishaingia tu ili aanze kuwashia moto bwana. Kama unavyomjua varangati lake huyu, apoi hata kidogo, apoi ya boy, ana hatari huyu. Walivyoingia tu ndani akaanzisha varangati kinoma noma, kama unavyomjua bwana huyu, muda wote mzee wa kulianzisha. Tunakuja kwa bibie Oma, alivyoingia ndani akaanza kuomba kwa kuwa alikuwa kashachoka mambo yanayoendelea humu ndani. Mwenyezi Mungu, leta amani kwenye hii nyumba, mrekebishe moyo wa madam huyu, maana madam moyo wake siuelewi kabisa, sijui akili yake inawaza nini, yani muda wote mshalishali, anapenda sana fujo. Hasa wakati anaomba, kumbe madam au bosi wake aliingia ndani na muda wote alikuwa anamsikiliza yote aliyokuwa anaongea. Oma, madam tafadhali, naomba samahani kwa yote ninayosababisha humu ndani hadi wewe unafikia kutokuelewana na mumeo. Baada ya kusikia ile maneno kwa bibie Oma, madam Gloria alikuwa na mawazo sana, yani sasa sijui kilichomwazisha ni kitu gani, lakini alikuwa na mawazo sana bibie Gloria. Tunamuona yupo mpaka chumbani anawaza tu, yani yeye muda wote anawaza, akiwa nje anawaza tu. Oma kamletea chai bwana, akifungua kinywa. Kwa nini muda wote upo hivyo, unatabasamu, una furaha tu? Kitu nilichobakiza, maana sina cha kupoteza hapa nilipo. Una familia? Sina familia mimi. Bibie Oma alivyoondoka na kumwacha madamu wake pale na vile vyakula, madamu alipiga kijiko cha kwanza, cha pili akikuweza kupita kabisa, alianza kulia. Sasa sijui alikuwa anawaza nini bwana huyu madam. Madam ana matatizo yake anayomsibu, ndio maana yuko hivyo. Tunamuona leo madam
kamkuta Oma yuko anafanya usafi hapo. Oma alivyomuona kashtuka, kamsalimia. Oma anataka kuondoka tu. Oma, madam. Oma, samahani. Oma alishangaa kuombwa msamaha na bosi wake mwenye kisirani. Basi wakakaa na huyu madam wakaanza kuongea. Madam akaanza kumwelezea iliyomkumba. Kumbe madam alishawahi kupata ajali na kumpoteza mtoto wake. Kumbe madam bwana kisirani chote alipata ajali bwana, akampoteza mtoto wao yeye na mume wake. Ndio maana akawa hivyo. Basi waliomba kwa pamoja na waliombana msamaha na yote yakaisha, wakaanza maisha mapya. Maisha mapya yakawa yameanza. Tunamuona madam kaingia jikoni na Oma wakiwa wanapika kwa pamoja. Kamwandalia chakula leo mumewe kwa mikono yake mwenyewe. Leo hapo hapa bwana tunamuona Oma kaleta mtoto. Kuleta mtoto, madam amempokea kwa furaha na mumewe na huko anashangilia. Bwana madam kumbe yupo kitandani anaota, kumbe ile ilikuwa ni ndoto bwana. Akatoka mpaka sebleni, kabidi amuite Oma na kuanza kumuuliza maswali mawili matatu. Vipi, ushawahi kuzaa? Oma akajibu, hapana, sijawahi kuzaa. Ikabidi amruhusu aendelee na shughuli zake zingine za mule ndani. Asubuhi au siku nyingine tunamuona Madam Gloria anamuomba mumewe azae na Oma yule binti mfanyakazi, kwa sababu yeye hawezi kupata mtoto, lakini mchizi anakataa kabisa kuhusu hili jambo na kusema kuwa anampenda sana mke wake. Yaani anampenda sana madam huyu mwenye kisilani na hawezi kufanya vile tena. Yaani hawezi kufanya. Kakataa katu mchizi. Madam Gloria ikabidi sasa aende kwa upande wa Oma bwana, akamuombe tena Oma kuhusu hili swala ili aweze kumsaidia japo azae na mumewe ili kuepusha hili janga la kutokuwa na mtoto katika nyumba kama hii, maana matatizo yote yanaletwa sababu ya kutokuwa na mtoto. Lakini bibie Oma kagoma kabisa, akasema hawezi kufanya hivyo, hawezi kuzaa na bosi wake, anamheshimu like a father, yani anamheshimu kama baba. Bwana, kama bado hujasubscribe tafadhali subscribe ili kupata mwendelezo wetu wa bonge la kazi letu ili hapa. Baada ya hii inakuja episode ya pili, tuone bwana kilichoendelea. Subscribe hapo chini, bonyeza alama ya kengele, usisahau kucomment hapo, tuambie unatazama Dubwana Hili kutoka wapi. Subscribe hapo chini, usisahau kusema unatazama Dubwana Hili kutoka wapi.